Shukran sana Chris Dairo kwa taarifa hiyo. Huku takwimu zikionyesha ongezeko la mimba za mapema na idadi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi miongoni mwa vijana, imebainika kuwa upatikanaji wa mbinu za upangaji uzazi bado ni changamoto kubwa, licha ya huduma hizo kustahili kutolewa bure katika vituo vya afya vya umma. Wakizungumza wakati wa mafunzo yaliyoongozwa na shirika la Femnet ili kutafuta suluhu ya changamoto hizo, imebainika kuwa pia hali haijakuwa rahisi kwa wale wanaoishi na ulemavu. Watu hao wanaoishi na ulemavu wakisema imekuwa vigumu kwao kupata huduma za afya ya uzazi, vilevile kufikia vituo hivyo. Aidha, imebainika kuwa wahudumu wa afya wamekuwa wakifeli katika kuwapa huduma, huku wakikosolewa katika kuchangia unyanyapaa. It has never been an easy journey when it comes to with the persons with disabilities accessing the services, SRHR services. So for instance, we can start from the mobility part, whereby it's a challenge accessing the facilities. Most of the health workers, even in our training at the college, the basic training, we were not taught about those issues of sexual reproductive health. So with this training is going to help us to bridge the gap, so that when we go back to our facility, we are going to give a quality care to the young women who deserve to get their sexual reproductive health care. I believe that this training is very necessary now, especially because if you look at teenage pregnancy rates are very high. If you look at maternal mortality is also very high, and this training basically helps